Hello guys, karibuni tena katika channel yetu ya Sky Pixels, na leo tutaenda kuangalia namna ambavyo unaweza ukadesign food poster rahisi sana kwa kutumia Photoshop. Tutadesign hii poster kutumia Photoshop kwa hatua, so ni uwe pamoja na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Lakini pia kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu, tunaomba usubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa na tunapokuwa tuna-upload video. Lakini pia share, like na kwa hiyo tunaenda kuanza. Tutafungua Photoshop namna hiyo. Hapa kwenye jina nitabadilisha, nitaandika ni food poster. Kwa nikiandika huku chini sitabadilisha kwa sababu nataka kwa ajili tu ya kupost, rangi hapo itabaki RGB. Kwa hiyo huku hamna shida. Kwa hiyo nitabonyeza hapo chini kwenye create. Nikisha create itafunguka kwa page hii hapa, ambapo nitaanza kwa kuingiza picha zangu. Nitaanza na kutengeneza background kwanza, then mambo mengine endelee. Kwa nikishaingiza background yangu hivi, nataka ikae vizuri, nita Control T, itatokea hiyo transform. Kwa hiyo nitaweka picha yangu ikae vizuri, lakini kwenye background yangu hii naona ina mwanga mkali sana. Kwa hiyo nita add layer nyingine kwa ajili ya kupunguza huo mwanga ambao unaonekana hapo. Kwa hiyo nitakuja huku chini upande wa layer, nitakuja nitaweka hii rangi ambao ni nyekundu iliyoivia damu ya mzee. Then nitakuja kutengeneza layer mpya. Nishaweka hiyo layer mpya, nitaipaka hiyo rangi. Jinsi ya kupaka ni kama hivyo, nitachukua hiyo paint bucket, then ninakuja kubonyeza hapa katikati, inapaka rangi hiyo. Kwa hiyo hapo nitabadilisha mode kutoka kwenye normal, nitachukua hiyo. Then nikishapata hiyo, unaona sasa hivi at least background yangu sasa hivi haing'ai sana kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo baada ya kuwa nimesha tengeneza ile background vizuri, nitakuja kuingiza picha nyingine hapa, ambapo hii ni pizza. Kwa hiyo nitaanza kuitengeneza nao vizuri. Nita Control T na iweka iwe kubwa ili iweze kutoshea hapo kulingana na mahitaji ambayo mimi nataka. Nitaisogeza kwa pembeni kidogo. Nitaiweka vizuri hapo. Then nita rotate hapo kwa ajili ya make sure kwamba inakuwa inaonekana vizuri hiyo pizza. Baada hapo sasa kwenye pizza huku sitaki ionekane sana, kwa hiyo nitapunguza opacity ili ionekane kwa mbali. Yes, kama hivyo. Lakini sitaishia tu hapa, nitakuja kutengenezea layer mask hapa. Lengo la kutengenezea layer mask kwamba sitaki hizi edge za pizza zionekane. Kwa hiyo layer mask hapo nitaenda kwenye gradient. Then kwenye gradient make sure inakuwa ni black and white. Kwa hiyo kama we haipo black and white, utabonyeza hiyo sehemu, utabonyeza hapo kwenye basics, then unachagua hiyo black and white. Kwa hiyo nikishaweka black and white, nitakuja kwenye picha yangu huku, nita slide kutoka kushoto kwenda kulia hivyo. Unaona hizo edge za pizza zimefifia fulani hivyo. Kwa hiyo nikishamaliza hapo, background yangu imekaa vizuri. Kwa hiyo naona, lakini hapo kwenye background hii picha ya chini ile ya mwanzoni nitaongezea Gaussian blur kwa sababu inaonekana kama iko harsh sana. Kwa hiyo nitaiongezea blur fulani hivi ili isionekane vizuri. Then nitapunguza tena opacity ya hiyo pizza. Kwa hiyo hadi hapa background yangu imekaa vizuri. Kwa hiyo nitaanza kuingiza picha huyu bro ambaye ndo main character wa hii poster. Kwa hiyo nikishaingiza hapo, utaweka vizuri picha yako, utaangalia sehemu ambako itafit. Then nitaadi picha nyingine ya chakula hapo. Yes, Control T kupunguza au kuongeza size ya hiyo picha yako. Kwa hiyo mimi naona hapo inatosha. Then nitaishusha kidogo hiyo chini ya huyu bro ili ionekane vizuri. Yes, nitaweka namna hiyo hapo. Then nitaingiza picha nyingine ambao ni hiyo picha ya chips. Nitabonyeza Control T kuili size ili ikae vizuri.
Nikisha nitaipanga vizuri hapo, then yes. Okay, kingine nitakuja kwenye kuchukua maandishi. Nitachukua maandishi hapo text tool, then inakuja kuandika ujumbe ambao unatamani uonekane kwenye hiyo poster. Kwa hiyo nitabonyeza hapo, nitaandika Friday. Nataka kutengeneza ni ya chakula kwa ajili ya Friday offer. Kwa hapo nitaanza kuandika neno Friday, then nitalikuza namna hiyo hapo. Kukuza utabonyeza Control T, then unakuja kushikilia hizo engo, unaiweka hivyo inakuwa kubwa ili iweze kuonekana, lakini nitaishusha chini kwa huyu bro. Yes. Yeah. Iwe namna hiyo hapa. Alafu nitakuja hapa, nitachukua move tool, nitaiweka vizuri. Then nikishamaliza hapo, nitasogeza pembeni picha huyu bro. Nita-arrange tena vizuri hapo ili Friday yangu ionekane kwa namna fulani hivi nzuri ya kuvutia. Kwa hiyo nikisha adjust hapo, yes, nitaongezea na maneno mengine ambayo natamani yawe hapo, ambayo nitatumia Friday offer. Kwa hiyo offer yangu itakuwa hivyo, then nitachukua move tool, nitaanza Control T kwanza ili niaweke yawe makubwa, then ninavuta kwa hapo juu kidogo karibu na Friday ili ionekane vizuri, kwamba isomeke vizuri kwa urahisi kwamba ni Friday offer. Then nitaadi maneno mengine hayo ya 20% off. Kwa hiyo nitachukua hayo maneno, nitasogeza hapa hivi ili kwamba ni Friday offer 20% off. Yes, namna hiyo hapo. Sasa hapa kwenye hii 20, I want to add something ambayo ita make hicho kitu kivutie. Nitachukua shape tool, nitachukua duara hilo. Yes, nitachora duara. Nishachora duara. Hiyo duara litakuwa na ile rangi nyekundu ambayo nilikuwa hapa kwenye foreground. Kwa hiyo nikishachukua hapo, nitaongeza stroke. Nitaweka stroke hapo kwenye duara langu. Then nitaongeza stroke ili duara langu lionekane vizuri. Kama unavyoona kwamba hapo stroke ya duara ni kidogo, kwa hiyo ili lionekane nitakuja kuongeza stroke kwenye duara langu. Nitarudi kule kwenye layers, nitaselect ile layer duara, halafu ninaongeza stroke. Naona imeongezeka. Kwa hiyo hivyo at least sasa hivi ina muonekano mzuri kwamba ni 20% off. Baada ya hapo nitachukua, yes, nitaweka vizuri layers zangu. Nitaselect layer zote mbili na zishusha chini kidogo ili iwe na muonekano mzuri. Yes, nitapanga picha zangu pia. Kumbuka kwenye design kuna element kuna principle ya balance. Kwa make sure element zako unazipanga, unazibalance vizuri ili zilete muunganiko mzuri. Kwa hiyo hapa nitakuja kuweka rectangle kwa hapa juu, ambayo hii rectangle ndio ile rectangle ambayo nitakuja kuweka vyakula vyangu kwa hapo juu. Kwa hiyo hapo nitaanza na rectangle kubwa, lakini pia nitakuja kuchora hizi rectangle ndogo. Hapa kidogo nitaongeza speed ili tumalize haraka. Ni hivyo tu. Utaweka rectangle ya kwanza, nitakuja kuiwekea chakula ambacho ndio hicho hapo. Then nitabonyeza Control T kupunguza hichi chakula ili kilingane na hii nani yangu. Kwa hiyo nikishapunguza hapo hivyo size, nitaenda kutengeneza clip mask. Clip mask ni kuingiza picha ndani ya object. Kwa hiyo nitakuja huko kwenye picha, then nitabonyeza hapo clip mask. Hivyo nitafanya kwenye hizi rectangles zilizobakia. Kwa hiyo nitaanza kuingiza picha juu ya ile rectangle, ya ile shape ya rectangle. Then inakuja huku kwenye layer na right click,
unabonyeza clipping mask. Nitafanya hivyo pia kwenye hiyo rectangle 3. Kwa unakuja unaingiza picha yako hapo, then una control T, unaipunguza, unaiseti vizuri ikae hapo, then unafanya ile clipping mask huko. Baada hapo nitazigroup hizi layers zote ambazo ni hiyo layer juu. Chini hapo kuna sehemu ya group. Nikisha group hapo nitabonyeza control T. Sasa nitakuja hapa pembeni nashikilia control, then ninapandisha hivi juu ili nani yangu ikae vizuri. Kwa hiyo hizi ni namna tu ambavyo unaweza ukafanya kazi yako ikae inavutia. Kwa hiyo nitashika control afu then nina drag ili kuipindisha hivi. Baada hapo nitapunguza opacity ya hilo group isiwe inaonekana sana, yani iwe inaonekana kwa mbali. Hivyo ina make hiyo post yako inakuwa inavutia kwa namna fulani hivi. Kwa hiyo baada hapo nitakuja kumalizia details hapa chini, ambapo nitachukua rectangle then nitachora hapa chini hivyo. Yes, nita drag hizi hapa ni kwa ajili ya kuweka angle. Kwa hiyo unaona hapo nitajaza taarifa za hapo chini ambazo zinahitajika, ambapo hapo tutapeleka mbele kidogo ili kwa muda. Kwa hiyo hapa nitatengeneza rectangle, then hizo angle za pembeni kwa ajili ya ku make round corners. Kwa hiyo unaona kama hivyo. Nikishatengeneza vizuri hapo, nitaadi hizo taarifa ambazo zinahitajika kwa hapo chini. Kwa hiyo nitaadi taarifa zangu hapo. Kwa hiyo hapa nitaweka rectangle yangu vizuri. Nikishamaliza nitaadi taarifa zinazohitajika kwa hapo chini. Kwa hiyo itakuwa hivyo, then inaendelea graphics ni idea na kuweka kitu kipendeze. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeweka taarifa zangu hapo, nitazipanga vizuri. Nikishaanza kuweka vizuri, lakini hapo kwenye delivery naona haijakaa vizuri. Kwa hiyo nitaenda kuchukua shape tool. Nikishachukua shape tool nitachora rectangle kwa hapo chini. Kwa hiyo nitaweka rectangle yangu hapo. Nikishaweka rectangle hapo, sasa nitaongeza hiyo roundness ya rectangle, lakini nitabadilisha rangi ya maandishi kwa sababu yanakuwa hayaonekani. Nitaweka rangi nyeupe. Nitakuja hapo nitaweka rangi ya maandishi nyeupe ili yaonekane vizuri. Kwa hiyo baada hapo nitaendelea kupanga huku chini ili kukae vizuri. Nitaweka vizuri, then nitapanga vizuri huku chini, nitaweka alignment ikae vizuri. Kwa hiyo nadhani hadi kufikia hapa yes, tumefikia mahali ambapo poster inaonekana vizuri. So yes, hapo nimemaliza poster. Kwa hiyo ndo namna ambavyo tunaweza tukadesign poster. Just simple tu. Unamalizia details zilizobaki, then uko umemaliza. See you guys to the next video, na nikukumbusha kama bado hujasubscribe, please subscribe, like video hii, lakini pia share na wengine. Tukutane tena katika tutorial inayofuata.